Sasa huu nyama unaanza kwa kutuna show bidada anaitwa Felista. Alikuwa mkuja Lagos ili aonane na rafiki yake ambaye anaitwa Folisa. Sasa after amefika hapa akawa na pesa, so akawa amempigia rafiki yake ili ampatie habari kwa amefika ili aje amlipie nauli, lakini yule rafiki yake akawa hapatikani. So huyu mwenye hii taksi ilikuwa amezingua kinoma noma, so bidada ikabidi ampatie pesa ambayo alikuwa mbaki nayo ambayo ilikuwa ni 1000 naira. Baada ya kuingia ndani akawa anabisha, lakini mlango ufunguliwe. Akapigia simu lakini simu ikawa haiyokotwi, so akabidi afungue mlango maana mlango ulikuwa wazi. So after amfika ndani akawa ameka mzigo, uko ameweka kishindo fulani, akawa ameshtuka. Sasa huyu rafiki yake akawa ameshangaa kumuona. Umekuja saa ngapi hapa? Huyu rafiki yake mwingine hapa akawa muuliza, huko ni nani? Huyu rafiki yangu anatoka kijijini, nilikuwa nimemuelekeza aje huku. Sasa ndo akawa anawaelezea. Mimi nikuja hapa, alikuwa anabisha nipiga simu ampokee. Sasa nilipoingia nikadhani mmekufa. Tumekufa. Kwa hivyo unatuambia sisi tufe? Nakuuliza unatuambia sisi tufe? Ilikuwa kizaazaa sana. So baada ya pale huyu Folisa akawa ametoka na huyu Felista huko nje, akawa anamuuliza, mbona umekuja bila kunitaarifu? Jamani, sasa ndo mambo gani ya kuja bila taarifa? Ugeni gani huu? So rafiki yake akamwambia, mimi nimekupigia simu lakini simu yako kaa hukote na mimi nilikuwa nimetoka tayari. Yani wewe ungekuwa unajua rafiki yangu ambaye nakaa naye, huyu Lora ni mkorofi jamani. Sasa acha nikaongea naye nione kama atanisikiza. So baada ya pale huyu bidada akabidi aje adishenga kaja ongea na huyo Lora kumwelekeza na kumuomba tu waishi nao rafiki yake. Bidada alikubali lakini alikasirika kinoma, cheki nilikuwa nagonga vitu hapa. Sasa baadaye huku Folisa kama amemleta Felista kwenye room yake pale, akawa amefurahia sana Felista, so akawa anataka kumhagi ile kumshukuru, lakini Folisa akawa amekata ile hagi bana, akamwambia hapana wewe usinihagi. Akasema sawa lakini nashukuru. So siku iliyofuata hapa tunapata Felista kama kuja kuonana na Lora hapa. Lora alikuwa anapika, so akawa amejaribu kuwa rafiki. Unapika nini tafadhali? Fuata shughuli zako jamani. Mbona unanifuatilia hivyo wewe? Alafu hapo utakaa bure, unafaa ufanye kazi ili ujilishe mwenyewe, hatutakulisha wewe kama nguruwe, umenisikia? Akawa amesonya huko alafu akawa amechimba bana. Kwa kweli Felista kazi anayo katika hiyo, maana Lora hamfagilii kinoma. Sasa ilipofika usiku tunampata Lora akiwa na Folisa hapa kwa amejitayarisha, wanajichenga hadi wanaenda kazini. So akamwambia, jamani Folisa, sasa ni nguo gani zomba mmevaa? Mnaona hizo nguo zinashawishi wanaume? Alafu ni usiku. Wakawa wamecheka pale, afu akaanza kubonga Lora, achana na sisi, mbona wewe unatufuatilia wewe mjinga. Sasa baada ya muda huyu bidada kwa jina la Felista akawa nasikia mlango unagongwa hapa, akawa ameenda fungua huko, ameshika kisu kufungua, akawa ameona ni kina Lora. Akaulizwa, vipi mbona kisu tena? Mimi niko naona kama ni waizi. Waizi gani tena wewe? So hapa Lora kantoka ametoa pesa hapa, akasema kazi ya leo imeenda poa. Sasa kauliza, hizo pesa mmezipata wapi? Ama mmeiba? Kwani hata walimfuatia shughuli waliachana naye. Lakini mkiangalia nyinyi watazamaji, ni kazi gani ambayo inafanana na bidada wawili? Sasa nadhani kama una dimbili hapo umeelewa. Sasa baada yao wakiwa wanaongea, movie linatutupa kwa nisi nyingine, tunampata jamaa ambaye anaitwa Daniel. Aliamka akiangalia hapa, alikuwa analala na mpenzi wake, lakini akashangaa mpenzi wake hayuko. Akashangaa kwa ameenda wapi? So mpenzi wake akashauri, wewe ulikuwa umeenda wapi? Mimi nilikuwa nimeenda kunywa maji huko chini. Jamani, kwani wewe ulikuwa unafikiria niko wapi? Jamani, ama umeanza mambo yako ya kuchiti? Mimi sitaki tena unichiti tena mimi, nimekwambia. Yaani wewe kila siku ni mambo ya kuchiti. Hebu achana na mimi bwana. Bidada kama ameenda lala pale. So baada ya muda tunatupa huku kwa huyu Felista akiwa na huyu sugar daddy. So huyu Felista akaja akawa anamwambia, jamani, huyu si mume wa mtu jamani. Wewe, mfuata mambo yako, mume wa mtu. Hebu niondokee hapa. So huku baadaye tunatupoka huyu Dani alikuwa anampigia mpenzi wake, lakini mpenzi wake akawa simu haokoti bana. Sasa kashangaa huyu ameenda wapi? Sasa huko tunampata huyu Felista alikuwa anasikia kelele tu, akaanza kudabisha kwa watu kama mwanaume, mbona unatupigia kelele huko? Hujui mimi nazagamua alafu wewe unaniletea mambo ya kijinga. Usipige tena kelele, mnaondokee hapa. Sasa akawa amejichenga paka kwa huyu Felista, akamwambia, jamani, Lora kule anaumizwa mwacha ushamba wewe. Ana mwamba kule anapelekewa moto, anasema anaumizwa. Yaani Felista alikuwa anaona tu vimbwanga. Sasa alipokuwa anafanya usafi hapa, tunamwona huyu hapa Lora akiwa na yule mwanaume akiwa anamwaga pale na nini. Baada pale akawa mkuja mfokia huyu hapa Felista kwa asimfuatilie tena mambo yake, akiwa anapelekewa moto yafuate shughuli zake. Felista pale akawa amefika, jamani, udugu wangu yule mwanaume anatoa pesa sio mchezo. Lora pale alikuwa anamsifia. Sasa huyu Felista ndio kwa anaona tu mauzauza, ni haelewi kabisa watu wanaishi maisha gani. Sasa tunatupuku kwa huyu Daniel, mpenzi wake ndio kama amefika. So mpenzi wake akamwambia, jamani mpenzi wangu, nilikuwa na dharura ndio maana sikushika simu yako. Usifikiri kama nimekuchiti. Jamaa akamwambia, sawa, we fanya juu chenye unajisikia, lakini siku nikija kushika tena mara pili umenichiti, hakutakuwa na mjadala, tunaachana.
na akawa shajichenga. Huku tunatupo kwa hawa kina Folista, Laura na Felista. Sasa wakawa wamemuita Folista kwa wanamwambia hawataki awe anafanya kazi ya hapa ndani ya nyumba, wanataka aanze kufanya kazi na yeye, siku kaa bure pale. Alikasirika na akawa ameanza kutafuta kazi. So akatafuta kazi kila mahali. So akawa ameenda kuna posta fulani, akawa mpiga simu na akawa ameelekezwa kwenye ile posta iko. Akawa amekimbia ili awanie, maana alikuwa ameelekezwa kwenye mbaya anafaa aende. Lakini chenye kilenda mtokea huko ndo akawa anakuja elezea marafiki zake kwa mimi nilipata posta fulani nikapiga simu, lakini kwenye nimeenda pata jumba ambalo hata halijakamilika. Kumbe wale watu ni wahuni, walikuwa wanataka waniibe, sijui wakanitoe viungo, ikabidi tu nikimbilie tu nipone nitetee maisha yangu. Laura hapa kama amepata cha kuongea sasa. Wewe unafikiria kutapata kazi tu kijingajinga? Huko ni mjini baba. Halafu umesikia hapo, mna bado hujasema, paka useme nakwambia, paka ule chuma. Na chini ambacho nataka nikwambie, lazima ufanye kazi, utafute kazi ufanye, kama si hivyo uungane na sisi tufanye kazi. So hapa Folista ndo kama amemwambia basi kama umekosa kazi unafaa ujiunge na sisi tufanye kazi. Akamuulizwa na huyu Felista, kazi gani ambayo tufaa tufanye? Kazi ya kujiuza. Nini? Mimi nijiuze? Mnaniambia mimi siwezi fanya hiyo kazi, nakwambia. Basi kama utafanya kazi basi unafaa uondoke. Sasa tunatupo kwa Dani, alikuwa ndo kazi yake kazini. Kufika nyumbani akapata yule demu wake alikuwa anaongea na yule mchepuko wake. Baada jamaa akawa amesikia kila kitu. Kuingia ndani hapa, so akawa amemwambia yule demu wake kwa nilikwambia tu nikikushika tena mara pili hakutakuwa na mjadala, so nataka uondoke. Akawa shamtimua pale. Sasa baadaye tunatupo kwa huyu Folista kama amemfuata Felista kwa akamwambia kuna jamaa fulani ambaye anataka bidada akaspendi naye usiku. So una machaguo mawili, uende kwa mwamba ama uondoke hapa mahali. So bidada akawa kosa jinsi, kabidi basi akubali na akawa shajichenga paka kwa huyu mwamba. Mwamba mwenyewe kumbe bana ni Daniel. So kufika hapa Daniel akamwambia basi cheki, wewe nenda zako chumbani ukajitayarisha, alafu mimi na kuna pombe ili zikishuka chini nje nikuzagamue. Mimi mambo tunakuja kupiga story tu kwa kukupa company. Jamaa kama amemshika nataka aanze kumlabusu, bidada kama amekataa, alafu kama mpigia simu Folista kumwambia aregeshe pesa za wenyewe, yeye hazilala na huyo mtu. Sasa jamaa kama ameanza kufoka, wewe shawa, yani kila siku tu mambo yako ni hayo. Akamwambia hapana, mimi sio shawa. Shawa ndo nani sasa? Kwani wewe nani? Sasa mwamba pale alikuwa anaongea vitu mbaya vieleweke pale, na baada ya kuna pombe ilikuwa zimeshuka chini. Sasa jamaa alikuwa anataka kuizaga mwacha nguvu pale, demo akawa amemrusha, jamaa akawa mpoteza fahamu, alafu bidada akawa ashachimba. Sasa Felista after afika nyumbani, Folista akawa ngoja foka, mbona ulimuumiza David? Ndio yeye akasema mimi nilikuwa ni self defense, maana alikuwa anataka kuniingilia cha lazima. Sasa kaambua amekwambia uende ukamfanyia chini anataka, ama akakushtaki polisi kwa sababu ya kumdhuru. Felista kakosa jinsi, sio kama amechimba paka kwa mwamba. Kufika huko mwamba akawa amemwambia mimi nataka nikaichape, kama hutaki nichape nikakushtaki kwa sababu ulinidhuru. So bidada kama amekosa jinsi, ikabidi tu akubali, maana hakuwa na jinsi, hajawahi fanya vile vitu, lakini ikawa imebidi akubali. Akawa amekosa cha kufanya, so akawa ameenda zake akaoga na nini, akawa na mgoda mwamba ili aje azagamuliwe bana. So baada pale mwamba kama amemletea nguo zake, akasema nimebadilisha akili yangu, sitalala na wewe na sitakufanya kitu chochote, so wewe nenda kwenye room nyingine ukatulie. So bidada akiwa anatulia akawa anasikia vitu vinagongwa tuko jikoni. So akawa ameenda, so kufika pale akampata huyo Daniel akawa ametulia. Akamwambia kuna nini? Ndo Daniel akamuelezea kwa bidada ambaye alikuwa naye kwa mahusiano alimfanyia kila kitu, alimpa kila kitu anachotaka, lakini bado tu alimsaliti. So amekuwa tu mtu kama anajiona hana tamani yote katika dunia. So akawa ameongea na bidada pale, bidada akawa amemwagi pale na nini. So siku iliyofuata hapa mlango kwa unagongwa, kwa bidada akajiuliza huyu nani, akawa ameenda fungua, kumbe ni shawa bana, yule ex yule mwamba. Akaulizwa umekuja kufuata nini hapa? So bidada kama ombe yule mwamba, yani tumeachana tu wiki moja tayari umepata mwanamke, kwa hivyo ulikuwa unanichiti tu, alafu ulikuwa unanipatia mimi lawama zote. So huyu mwamba kwa amemwambia hebu toka hapa, si tuliachana, fuata yako, huyu ndo mpenzi wangu kwa sasa. Sasa Felista pale ilikuwa kama chizi kapewa rungu, we alimchamba kinoma noma. Umembo toke, kwani usikii? Hemu jiondokee hapa muone na mengo yako ya njano kama chungwa na ndizi, hebu tuondokee hapa. Bidada alichambwa matusi ya nguoni pale, alafu akawa shatimuliwa. Alafu huyu bidada kunilala, Felista akawa anamlaumu mwamba kwa kumwambia sasa mbona anakuja kila wakati mliachana, muachana naye tafadhali. So baada pale mwamba kama amemappreciate bidada kwa upande wake. So baada pale walipata chakula na nini. So siku iliyofuata bidada kabla aondoke alimwomba mwamba namba yake akiwa anataka awe anampatia company, maana aliona mwamba ana stress kinoma. Baada pale mwamba alikuwa ameomba ruhusa kwa amtoe, yani ampeleke na gari. So baada pale akawa amemshukisha pale na nini, ili amfika getini akapatana na
kivuruge Lora. Akauliza yule ambaye amekuleta nani? Akaambiwa yule ni Daniel. Yaani wewe ulituma pole ukamfurahisha kwa siku moja, yaani mmejenga mazoea. Kwa hivyo unataka koe, si ndio? Nda kama tunavyomjua Lora, yeye hana dogo, anapenda kuchamba kama nini. So bidada yetu kwa jina la Felista akamwambia tusivurugane. Ulisema kila mmoja afuate maisha yake. Kwa hivyo acha kunifuatilia. Hii kufika huko nyumbani akaulizwa na Felista, vipi kumeendaje huko? Lakini hakumjibu, huyo akawa ashachimba. Sasa baadaye huku bidada yetu Felista na mwamba kwa jina la Daniel, basi ilikuwa ni mwendo tu wa mahaba, si mnaelewa tena. Wakawa wameanza kuwa karibu pale, wanapigana simu. Siku iliyofuata bidada kama ameenda zake kwa mwamba pale, wakawa wana have fun na nini. Bidada kama amemuelezea kuwa yeye hajafanya ile kazi na hawa ndo walimtafuta yake kama mwanaume wake wa kwanza, lakini ndo hivyo. So baada pale bidada kama amepewa pesa na mwamba kaulizwa nza nini, akamwambia najua natumia muda wako mwingi nawe hauna kazi ambayo unafanya, kwa hivyo nimekupatia tu hivyo. Bidada akasema asante. So mambo yaliendelea pale, walikuwa na fun kila siku, yani tu ni mwendo wa kuwa pamoja na nini. Sasa baada ya muda huyo bidada yetu kwenye la Felista aliletewa iPhone bana na mwamba kwenye la Daniel. Alifurahia kinoma noma pale, akawa amefurahi pale, alafu akawa amehage pale na nini. So baada ya kuwa amerudi nyumbani akawa ameonyesha wale marafiki zake kwa mimi nimepatiwa simu mpya, nakwambia iPhone hammalizi. Sasa huyu bidada kauliza, sasa mbona kupatia iPhone kama nani wake? Si ni kama rafiki yangu. Sasa huyu bidada akamwambia, yani mmeanza kwa marafiki, hebu nipatie hiyo iPhone iwe yangu, maana mimi ndio nikutafutia ile danga. Bidada akamwambia, umerukwa na kile nini? Mimi nikupatie iPhone? Hebu acha ujinga. Akawa shachimba hapa. Baadaye huyu bidada kwa jina la Felista kama amempigia mwamba kwa jina la Dani, akamwambia hizo pesa ambazo unampatia bidada unafaa wewe unanipatia mimi, maana mimi ndo nilimleta kwako. Lakini mwamba kwa jina la Dani akamwambia hiyo kitu hakiwezekani, kwani mimi na spend time na wewe maana yeye. Sasa baada ya muda bidada after ameenda kule kwa mwamba akamuuliza kila kitu chenye yule Felista alimwambia, alafu bidada akamwambia wewe ukamwaje? Mimi nikamwambia siwezi fanya vitu kama hivyo. Haya, sasa siku ziliendelea, karibu kwa umezidi kukua, yani wakawa wameanza kupendana. Ni walisema tu kila mmoja mdomo ulikuwa mzito kumwambia mwenzake hisia zake. So wakati wameendelea tu kwa marafiki tu kama kawa, yani ilikuwa na afano, wanaelezana madhaifu yao, kila mmoja akiwa na shida na muelezea mwenzake vitu kama hivyo. Sasa siku moja huyu bidada akawa ameletwa nyumbani na huyu mwamba wetu kwa jina la Daniel. Pale kufika pale kwenye mlango akawa ameongea pale na nini. Mwamba alikuwa amemuomba bidada kesho watoke zao dina. Bidada kwa nini akatae? Sasa siku iliyofuata huo usiku bidada alikuwa anajiandaa ili aende zake hiyo dina. Mara Felista akawa amefika, akamwambia wewe unajitayarisha ndepi? Mimi nataka nitoke na mwamba Daniel. Utoke na Daniel? Mimi nimekutafutia mzee, nataka uende naye. Hiyo safari yako na Daniel nataka hivi, umenisikia? Bidada kamuona wewe unatania ama unaongea serious. Bidada akamwambia hiyo kitu hakiwezekani bana, mimi lazima nitoke na Daniel. Kwa hivyo umeanza kunipanda kichwani, mimi ndo nimekuleta mjini, kwa hivyo unajidai kabisa kila kitu unajua wewe, si ndio? Akamwambia tusipangiane, kila mmoja ana shughuli zake. Kama wewe ni mbaba umeutafuta, nenda wewe. Yani pale anakuambia ilikuwa bonge la vurugu. Sasa baada ya mwamba kufika bidada akawa shatoka, akamwambia huyo bidada nimemtafutia danga, kwa hivyo wewe fuata shughuli zako, haisitoka na wewe. So pale walipokuwa wanagombana bidada yetu Felista akawa ashatoka hapa, alafu akawa amemwambia huyu bidada kuwa huo ni ujinga basi nikafanya, lazima mimi nitoke na Dani, lilo jibaba ambao umelitafuta nenda ukatoke nalo wewe. Baada ya kuwa ntoka zao ile date wakawa wamekisi pale kwenye gari na nini. Sasa ile amefika zake nyumbani akapata bagi lake limetolewa nje, akajaribu kubisha pale ili aingie ndani alale, lakini hakufunguliwa mlango. So akawa amelala pale nje. Asubuhi akawa amekuja amshwa na maji pale, alafu akawa ameambiwa huko ndo mjini sasa, sio jidai mjuaji, sasa ondoka ukatafute maisha pale peke yako. Sasa bidada akawa amejichenga paka kwa mwamba wetu Dani, lakini kufika kule akasikia Dani alikuwa anaongea na yule mpenzi wake. So akaona kama Dani ameregeana na ex wake, so akabidi ajichenge. Sasa baada ya muda mwamba alikuwa anampigia zake bidada yetu Felista, lakini alikuwa hampati. Akaenda paka kwa wale kina bidada akaenda muulizia, lakini akasema si tumemfukuza maana anajifanya mjuaji. Kwa nini? Hata hawakumjibu pale. Sasa mwamba alipokuwa anatoka, kipapatio cha kuku, wakawa wanacheka pale, huku mwamba akawa amerekodi voice note pale akimwambia bidada kuwa mbona simu zangu umekuwa ukoti? Kwani kosa langu ama nimekufanya ni gani? Sawa, kama hii voice note itakufikia basi ujue nakupenda na nimekutafuta sana, na kama nitakukosa basi nitatuma taarifa polisi ili utafutwe. Sasa baada ya kuwa ametumia ile voice note, baadaye bidada akawa shakuja pale, ndo akamuelezea chenye kilitokea kule kwa marafiki zake, na alipokuja pale kwake akawa amemkuta anaongea na ex wake. So akadani kama amerudiana na ex wake, ndo maana akabidi tu aondoke tu
na zake, akawa ameenda zake kuishi kwenye hoteli, lakini after mpata ile voice note ndo akawa amerudi. So ndo Mwamba akamwambia hapana, ex wangu sikurudiana naye. So ndo Mwamba akawa amemuelezea venye kulienda. Ex wake alikuwa ankuja kumwambia ati yeye ni mjamzito na ana mimba yake. So Mwamba akamwambia kama mimba ni yangu, nataka tuende zetu tukapime hospitalini ndo kama ni mtoto ni mlee, lakini yule ex wake akawa amekataa. So ndo akawa amemwambia hivyo ndo kulitokea. Ndo bidada akamwambia basi mimi nilipokuja sikusikiza mazungumzo yote, pengine ningesikiza mazungumzo yote hata singeondoka, lakini sawa, mimi nimekuelewa. Ndo Mwamba pale akadhibitisha kwa bidada kuwa anampenda na angependa waishi pamoja, wawe mke na mume. Bidada kwa nini akatae? Na bidada mwenyewe alikuwa anampenda Mwamba. Pale wakahagi na pale Mwamba akashapa bonge la busu, na hapa ndo unakuwa mwisho wa unyama. Mimi niambia hapo kwa comment, umeuonaje unyama na unautazama ukiwa wapi? Basi niambie hapo kwa comment. Tukutane katika video itakayofuata. Ciao. Natamani pewe mbawa baby nipaena kule juu angani baby nikaishi nawe, maana ya binadamu suna yajua wewe, wataleta vimaneno ili uniache mwenyewe.